Habari zenu ndugu zangu, kwa majina naitwa Rajab Faraday, natumai wengi wenu mnanijua. Leo nimesimama mbele zenu kuongelea kipaji ambacho Mungu amekusudia kwa kila mwanadamu. Talent yako ni nini? Kipaji chako ni nini? Na utakijuaje kipaji chako? Hizo mada mbili nimezileta leo kuwaonyesha ni vipi unaweza ukajua kipaji chako na kipi ukifanye ili ufanikiwe kupitia kipaji chako. Kila mmoja wetu hapa ana kipaji. Kila mmoja wetu duniani ana kipaji. Na hilo ni kusudi la Mwenyezi Mungu. Wengi tunafeli kwa kutokujua kipaji. Kipaji chako utakijuaje? Talent yako utaijuaje? Kitu kimoja ambacho tujui, zipo aina mbili za vipaji. Kuna natural talent na forced talent. Natural talent ni kipaji cha asili, yani kipaji ambacho ni asili yako. Na forced talent ni kipaji cha kuforce. Yani umekuwa kubwani, hujafanikiwa kujua kipaji chako, umefanya mazoezi kwa kitu fulani, umesoma kitu fulani, umefanya mazoezi, more practice, umejua kitu fulani. Hicho ni kipaji cha kuforce. Utaijuaje talent yako? Wengi ndio tunafeligia. Anyway, sababu zipo nyingi sana za kujua kipaji chako. Sababu zipo nyingi sana duniani za kujua kipaji chako. Ila kwa leo nitakukumbusha baadhi ya sababu zitakazokupa urahisi wewe wa kujua kipaji chako. Sababu ya kwanza kabisa, fikiria kuhusu utoto wako. Jaribu kuuliza hata wazazi wako, marafiki zako, kaka zako, ni kipi hasa enzi za utoto wako ulikipenda zaidi? Kitu ambacho ulikipenda zaidi utotoni, tafsiri yake uwaga huo ndio ujuzi wako, hiyo ndio talent yako. Sababu ya pili, unatakiwa uthibitishe pongezi. Unaweza ukajiuliza, nithibitishe pongezi vipi? Sawa. Angalia kile unachokifanya na watu wanakupongeza zaidi. Ni kipi ukikifanya watu wanakupongeza zaidi? Kwa sababu kuna kitu unaweza ukakifanya ukapata pongezi za kawaida kwamba huyo hivyo. Lakini kuna kitu utakuwa ukikifanya watu wanakupongeza zaidi na zaidi. Unatakiwa uchunguze hilo. Sababu ya tatu, tafuta mitazamo ya nje, waulize wengine. Zungumza na watu tofauti tofauti. Zungumza na watu wasiokujua, waulize ni kipi hasa wanakiona kwako kama uwezo wako. Usihisi aibu, jaribu kuongea na watu, waulize ni kipi wanakiona kama uwezo uliopo ndani yako. Sababu ya nne, ongea na maprofessional, wanaojua kusoma mtu, wanaojua kusoma kipaji cha mtu, wanaojua kusoma mienendo ya mtu. Shirikiana nao watakuexplain kidogo kuhusu uwezo wako. Ushauri wangu kwako, nenda uzifanyie kazi hizi mbinu 4 nilizokuonyesha leo. Hakika utatambua kipaji chako. Hakika utaitambua talent yako na utakuja kunishukuru baadaye. Tumegusia ya kwanza, fikiria juu ya utoto wako. Ya pili, tukasema uthibitishe pongezi. Ya tatu, tukasema tafuta mitazamo ya nje, waulize watu wengine. Na ya 4, ongea na wataalamu. Hizi mbinu 4 zitakusaidia kujitambua wewe una kipaji gani. Tugusie pointi ya pili, kwa nini watu wengi huishia njiani kwenye mambo wanaoyafanya. Ushawahi kujiuliza hiyo swali, kwa nini watu wengi wanafeli katika maisha? Huyu akianzisha biashara anafeli, huyu akianzisha biashara anafaulu. Ushawahi kujiuliza hiyo swali? Sababu zipo nyingi sana zinazosababisha watu kufeli kwenye mambo yao wanaoyafanya. Ila leo nitakutajia baadhi ya sababu zinazosababisha watu kufeli kwenye mambo wanaoyafanya. Cha kwanza kabisa, waga ni tamaa ya mafanikio. Vijana wengi, kizazi chetu hichi, wengi tuna tamaa ya mafanikio. Tuna tamaa ya mafanikio. Unamwona rafiki yako kafanikiwa kwenye udirector na wewe unataka uwe director. Sababu ya pili, kuna kulazimisha kipaji.
Wengi wetu tunafeli kwa kulazimisha kipaji. Wewe unajua kabisa hichi kitu mimi siwezi, ila umeng'ang'ana hapo hapo, hichi hapa mimi kuweza lazima, mimi kuweza ni lazima. Kwanza itakupotezea muda, na either unaweza ukaja kufaulu, sawa, sijakataa, ila itakuchukua muda sana, itakuchukua nguvu kubwa ili ufike kwenye mafanikio au kwenye ubora sahihi. Kwa hiyo acha kulazimisha kipaji. Kulazimisha kipaji sio vibaya, lakini itakuchukua muda mrefu, itakuchukua nguvu kubwa sana ili ufike kwenye ubora tofauti na yule mtu mwenye kipaji chake halisi. Cha tatu, uwaga ni kukosa malengo. Unaweza ukawa na kipaji, unaweza ukawa umegundua kipaji chako, lakini kama huna malengo ndani yako ni sawa na bure. Kwa sababu kipaji chako hicho utakitumia, hela unaweza kukusanya, ila ile hela utaitumia vibaya kiasi kwamba huna malengo katika maisha yako, kipaji chako kitaonekana ni sifuri. Sababu ya 4, uwaga ni kutokuchukua hatua. Kila siku inazaa kesho. Unaweza ukawa na kipaji, unaweza ukawa na mtaji wa kufanya jambo fulani, lakini ikifika leo una ile hali ya uvivu fulani kwamba si hata kesho nitaanza. Ikifika kesho, si hata kesho nitaanza. Ndugu yangu, amka. Hiyo itakupotezea muda tena mno. Amka. Sababu ya 5, waga ni wasiwasi wa kupoteza fedha, mali na muda. Ndugu yangu, kwenye maisha hamna biashara utakayoifanya ambayo haina faida na ambayo haina hasara. Kila biashara ina hasara na ina faida zake. Kwa hiyo wewe ukiwa na ule woga kwamba nikianzisha biashara hapa nitakuja kukosa hela, nikianzisha biashara hapa nitakuja kupoteza muda wangu, nikianzisha biashara hapa nitapoteza hela yangu, ndugu yangu, utapotea. Hamna biashara utakayoifanya katika maisha yako. Biashara lazima ukubali kupoteza muda, lazima ukubali kupoteza pesa, lazima ukubali kupoteza nguvu ili ufanikiwe. Sababu ya 6, kukosa uvumilivu. Mafanikio yoyote yale yanahitaji uvumilivu. Leo hii kila msanii Tanzania anamwimba Diamond. Tujiulize, Diamond alitoka wapi? Kwa hiyo mafanikio yoyote yale yanaomba uvumilivu. Ukiwa mvumilivu, mafanikio utayaona. Na sababu ya 7, kukosa sapoti sahihi. Je, marafiki zako, je, watu walokuzunguka, je, watu unaotembea nao wana mindset ambayo iliyopo positive na kile unachokifanya? Usikae na watu wanakukatisha tamaa muda mwingi alafu utegemee wewe kufanikiwa. Uongo. Kaa na watu wanaokusupport kwa kile unachokifanya. Kaa na watu wanakushauri kwa kile unachokifanya. Kaa na watu wanakuonyesha makosa yako kwa kile unachokifanya, na utapiga hatua. Kesho utaonekana. Ndugu yangu, kuna kitu Mungu kakiweka ndani yako. Kwa kila mwanadamu ile kusudi lipo. Kila mwanadamu, hamna ambaye hana kipaji. Shida ni kutambua mimi na uwezo gani, na uanze kufanyia kazi uwezo uliopo nao, na Mungu atakufungulia milango. Asilimia kubwa ya maamuzi utakayoyafanya kwenye moyo wako, isikilize sana akili yako na moyo wako. Hiyo itakupa ujasiri kwanza wewe mwenyewe na kujiamini na utakachokusudia kukifanya vile vile. Naitwa Raja Faraday. Sikuwa na muda mrefu wa kuongea, ila kwa hizi dakika 10 nimeshukuru na ninatumai utalifanyia kazi wazo langu. Mungu akubariki.